Pasha hivi. Hivi. Do it like this. Pasha hivi. Wewe. Sioni pasha. Pasha mkono. Hivi. Pasha hivi. So nikisema 1 you continue clapping, 2 nikisema 3 mtaachia hapo, then mchungaji ataletwa hapa tusije kutoka kwa Bwana. Amen. Amen. Pasha. Yes. 1 continue 2 continue 3 stop it there. Welcome, man of God. Thank you. Asante sana. Nisikiapo sauti yako, nakumbuka ulivyoniita. Sijaona woga siku zote, sababu uko nami. Nisikiapo sauti yako, nakumbuka ulivyoniita. Sijaona woga siku zote, sababu uko nami. Najua ni kwa neema yako bado mimi ninaishi. Sijaona woga siku zote, sababu uko nami. Sijaona woga siku zote, sababu uko nami. Najua ni kwa neema yako bado mimi ninaishi. Sijaona woga siku zote, sababu uko nami. Our loving Father, in the name of Jesus, Father, we thank you because when we hear your voice, Father, life comes. And right now, Lord, as I speak your words, Lord, the word declares perfect love casts out fear. Your love will be flowing, Lord, through your word. My Father, your children embrace your love. Miracles, signs and wonders will happen in their lives. Father, the desires of their hearts are met, oh God, because you don't send your word in void. You send your word to accomplish the purpose you have sent it for. And therefore, Lord, as I speak your word, you're granting me boldness and clarity and simplicity, that everyone will be able to understand what you're going to share. And our main teacher, the Holy Spirit, will be in the heart of everyone, ministering to everyone in a powerful way. We thank you and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tupigie Bwana makofi. Asante. Tunaweza kupigia Bwana makofi zaidi ya hiyo. Amen. We are so happy again in our sanctuary as we are ready to hear the word of God. As you see, Mchungaji Chomba yuko hapa pamoja na familia yake. Walisafiri kidogo kwenda kule Kisii kwa mkutano fulani, but they will be back this week. Next Sunday tutakuwa pamoja na wao. But my duty here is to bring the word of God. And I want to go back to where we left. I want to go to the book of Hebrews chapter number 3. Waebrania sura ni ya 3, na hapo mahali nitakuwa na shiriki ya kwamba Jesus is more glorious. Waebrania ni sura ya 3. Na nasema kuhusu Yesu ana utukufu mwingi zaidi. Ya kwa sababu wakati mwingi tunapozungumza neno la Mungu, wakati mwingine tuwainua watumishi wa Mungu, wakati mwingine tuwainua mambo mengine. Lakini leo hii tuko hapa kumuinua Yesu. Jesus is more glorious. Nilipoanza kusumuza katika kitabu ya Ibrania sura ya 1 na ya 2, nilisema kwamba kitabu hiki maudhui yake ni kuonyesha ukuu wa Kristo juu ya watu wengine wote. Ukuu wa Kristo juu ya watu wengine wote, ama pia inanena kuhusu ubora wa agano jipya. Yaani agano jipya ni bora kuliko lile agano la kale. Na ni kwa nini sisi tuishi katika agano jipya
na tuishi katika Agano la Kale. But Jesus, tumeomba Roho Mtakatifu atatusaidia ili kwamba tuweze kuelewa kila ambacho anataka tuelewe. So I begin by reading verses 1 to 6 of Hebrews. Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our confession, Christ Jesus. Kabla nisonge mbele, inaanza inasema kwa hivyo watakatifu wapendwa, washirika katika mwito wa mbinguni. Kwa hivyo inaanza kwa kupatia kitambulisho chako, inakuita kwamba mtakatifu wewe. Mtakatifu mpendwa, ambaye ni mtakatifu, ambaye ana mwito wa kimbinguni. Inasema kwamba consider the apostle and high priest of our confession, Christ Jesus. Tuweze kutilia maanani utume na ukuhani mkuu wa ukiri wetu ambaye ni Yesu Kristo. Na inaposema ya kwamba utume, nitahubiri tu lakini wacha nieleze mambo machache hapa. Mtume ni mtu ambaye ametumwa na ujumbe. An apostle is the sent one out. A person that carries an errand. A person that carries a message. Apostle is a person that has been sent with a message to the people. Na apostle kazi yake anaenda katika sehemu ambao injili haijahubiriwa, anaenda pale kwanza kuhubiri injili hata kabla ya mwinjilisti kuja. He lays a foundation. Kwa Biblia inasema kwamba tuweze consider huyu mtume wetu ambaye ni Yesu Kristo. You know, in Nairobi and in Kenya and in the entire world, we have so many apostles who are just by a title, but not by calling, but not by function, but they have the title. But this man Christ Jesus, why the Bible is calling him an apostle, he came to order something, because an apostle lays a foundation. Jesus came and ordered something here on earth. He was the order of salvation. Wakati watu wengine walikuwa wameshinda, he came to lay up a foundation. Ndio maana Paulo anasema kwamba there is no any other foundation that we shall lay apart from that which has already been laid, which is who? Jesus Christ. Na inasema pia tutilie maanani ukuhani mkuu. Who is a high priest? The work of a high priest in the Old Testament, and Jesus being a high priest, the work of a high priest was to deal with the sin issue of the people. Alikuwa ashughulikie hali ya dhambi ya watu. High priest. Na kazi ya high priest ilikuwa ni kutangaza baraka juu ya watu. Na pia kazi nyingine ya high priest ilikuwa kuwa mediator, mpatanishi kati ya wanadamu na nani? Na Mungu. Nimesema mambo matatu kuhusu kuhani mkuu. A high priest was a mediator. A high priest was to impart blessing on people. And a high priest was to deal with sin issue. So Jesus Christ being a high priest, he came to do what? To deal with our sin issue. And the high priest also in the Old Testament, what was his work? To deal with the sin issue of the children of Israel. Na chitikani kuhani huyu alikuwa anakabiliana na dhambi za Waisraeli. Kazi yake alikuwa ni kumchinja mnyama ambaye alikuwa hana lawama, ili damu yake imwagike kwa niaba ya wana wa Israeli. Kwa nini damu imwagike? Maana yake huyu mnyama alikuwa anachukua adhabu ambayo Waisraeli wangeichukua. Huyu adhabu alikuwa anapewa nani? Mnyama, a blemished lamb. Kuhani mkuu kazi yake ilikuwa kwenda kuambia watu ya kwamba sasa nyinyi mnastahili kutubu dhambi zenu zote, alafu ndio Mungu awasamehe. Na kazi yake ilikuwa ya kwamba tutatoa kondoo mmoja ambaye hana nini? Lawama. Na kwa sababu ya kumwagika kwa damu ya kondoo kwa muda wa mwaka mmoja, the sin of Israel was covered. Ilifunikwa, si kuondolewa. In the eyes of God he could not see it, but the sin issue was still with the people. So how was the sin issue dealt with in the old covenant? By the blood of the lamb. So that was the work of the high priest, to offer sacrifice of a blemished lamb. But Jesus, being our high priest, he also came to do what? To deal with the sin issue.
And how did he deal with the sin issue? We all know our Christians, our foundation is that Christ came and died for our sins. When the Bible is saying he died for our sin, maana yake he died in our place. Alikufa kwa niaba yetu. So meaning that we were the ones to die. Like the children of Israel were the ones to die, but the blemished lamb died on their behalf. But now Christ becoming better than the old covenant lamb, because the old covenant lamb was to cover what? Sin. But why is just our better high priest? Because you're talking about Jesus more glorious. His priesthood did not only come to cover sin. The priesthood of Christ Jesus came to take away the sins of the world. John 1:29 inasema namna gani? Behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Tazama mwana kondoo wa Mungu asichukuae dhambi za ulimwengu. Kwa hivyo damu ya wanyama katika Agano la Kale ilikuwa inafunika. Kwa mfano, uko na meza katika nyumba, alafu ipate uchafu na unasikia kwamba mgeni anakonga. Kitu unafanya, unakuja kwa haraka, unafunika nini? Kitambaa juu yake. Mgeni yeye hataona uchafu, lakini wewe katika moyo unajua kwamba asicheza na kitambaa, kwa sababu akijaribu kucheza na kitambaa atakundua hii meza ni chafu. Kwa hivyo damu ya Agano la Kale ilikuwa inafunika shida kwa muda, haikuwa inaondoa shida. But the Bible talks through Isaiah, who is the prophet, says, though your sins are red as crimson, he will wash them as white as snow. So Jesus, when he's coming, he comes to take away your sin completely. And the Bible says, as far as east is from the west, that is how God has separated you from your sin. Therefore, one thing you have to believe, that is that your sins have been taken away. So he came to do what? To deal with our sin issue. And it was also another work of the high priest. Tumesema ilikuwa to impart the blessing. Ephesians 1:3 inasema ya kwamba we have been blessed with every spiritual blessing in heavenly blessings in Christ Jesus. Why? He became a curse so that you may do what? You may be blessed. So when he was going to the cross, he came to take the blessing of the curse, and he came to impart the blessing to you. That's what he did. So what do we say? You are blessed through Christ Jesus. He came to impart that blessing to you. Na kwa sababu ameweka baraka juu yako, wewe ni mbarikiwa. Na dada yetu pia alisema ya kwamba alikuwa anaongea kuhusu kufanya nini? Speaking. Faith, that's what? Speaks. Kwa hivyo kama Mungu anasema ya kwamba umebarikiwa, wewe unasema namna gani? Kwa sababu tumesema neno kukiri ni neno homologio. Homologio maana yake ni kuzungumza kama vile Mungu anavyozungumza. Mungu anapozungumza juu yako anasema namna gani? Wewe umebarikiwa. So what do you confess? Mimi nimebarikiwa. Anaposema umebarikiwa, wewe ongea kama Mungu, usiongee kama bishop fulani ama mhubiri fulani, kwa sababu mhubiri fulani anasema ya kwamba wewe uko na laana, na wewe unasema nimelaaniwa. That is not confession. Na ndio maana hiyo sehemu inasema ya kwamba tushikilie ukiri wetu. We hold on the confession, on our confession. Who is our confession? Jesus Christ, our leader of the service, brother. What did he say? We are not confessing the problem we are facing now as a nation. What do we confess? We confess who we are in Christ Jesus. When the world is saying that things are bad, what do we confess? Things are good. Wakati ulimwengu unasema uchumi ni mbaya, what do you confess? Because in Christ Jesus we have abundance. The Bible says John 10:10 inasema namna gani? I have come so that you may have life and life in abundance. So uchumi ya Kenya, watu wanapozungumza juu ya uchumi ya Kenya, wanapo complain kuhusu rais, what do you speak? You speak abundance, because Christ came so that you may have life and life in abundance. And what is abundance? Abundance is overflow. When other people are crying, you are saying, I'm overflowing in the blessing. You speak. When you believe, you speak. And by speaking, you possess. You believe,
you speak. You speak, you possess. So when you believe that you are blessed, you speak, I am blessed. And when you speak, I am blessed, you possess the blessing. And that is why the Bible is clearly saying here, ya kwamba apostle and high priest of our confession, Jesus Christ. Who is our confession? Jesus Christ. We confess Jesus. We don't confess the problem. Ndio nimesema ya kwamba the sequence is I believe. First of all, you have to believe, because it is in your heart that you believe. And how do you believe? A preacher comes. Ukielewa kusoma mstari ambao alisoma asubuhi, Romans 10 from verses 9 kuendelea, inasema ya kwamba how can they hear unless a preacher goes to preach to them? So a preacher has to preach a message. Then what follows? You have to hear the message. Then you don't stop at hearing the message. What do? You believe the message. And when you believe the message, you do what? You confess. And when you confess, you possess. Unaona hiyo sequence? Sasa si kuamini tu. Unaamini, unakiri, na ule ukiri you possess, because confession is what? Possession. Ukikiri unamiliki. Ukikiri ya kwamba mimi ni maskini, pia unamiliki umaskini. Ukikiri ya kwamba mimi ni mbarikiwa, pia unamiliki nini? Baraka. So Jesus our apostle, tumesema kazi ya kwanza, he dealt with the sin. Kazi ya pili, did what? He imparted the blessing to us. Then kazi nyingine ya tatu ya kuhani limesema ya kwamba ilikuwa mpatanishi. What is the work of a mediator? A mediator is to bring together two aggrieved parties. Kazi ya mpatanishi ni kuleta pamoja makundi mawili ambayo yamekuwa yanaishi katika uhasama. Na sisi wa Kenya ambao mlikuwa wakubwa kidogo, najua wengine ni wadogo hapa, mnakumbuka Kofi Annan, si ndio? Kazi yake ilikuwa upatanishi, kuleta makundi mawili ambayo yalikuwa imetofautiana. Kwa hiyo kazi ya kuhani mkuu ilikuwa hiyo. Sisi tulikuwa tumetenganishwa na Mungu kwa sababu ya nini? Ya dhambi, na tukawa maadui wa Mungu. Lakini Biblia inasema katika Warumi hiyo 5 mstari kuanzia 8, wakati tulikuwa tungali maadui wa Mungu, Kristo alifanya nini? Alikuja. Na kazi gani alikuja kufanya? Alikuja kupatanisha sisi ambao tulikuwa maadui wa Mungu, ili kwamba tuweze kuwa marafiki wa Mungu. You know, a mediator is the one who is standing in the middle. He stands in the middle. He fills the gap, because when two people are aggrieved, we have a gap in between. So the work of the mediator is to stand in between the two people to bridge the gap. And that is why today, when the Bible is asking the Old Testament, I sought for a man to stand in the gap, but I found no one. Because the person who was supposed to stand in the gap between God and man, that person was supposed to be without any sin. But in the whole world, all people had what? Sinned. So no one could stand in the gap. And the Bible is very clear in Romans, that kwamba a robber or a murderer could not go in the prison on behalf of another murderer. A sinner cannot die for another sinner. Na nimesema kile hapa ya kwamba hata Kenya hii, kama umefanya makosa, you cannot be bailed out. Mtu hawezi kulipia bondi, mhalifu hawezi kulipia bondi akakutoa. Unahitaji mtu ambaye ako na good conduct. Lakini katika masuala ya Mungu, sisi wote tulikuwa tumetenda dhambi. Hatukupata mtu kusimama katikati yetu na Mungu. Therefore God sought a man, but he never found. And that's why the only man that was found was God himself, who became flesh. And the Bible says there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. He stood between the gap. Na ndio maana Yesu alipokuwa anazaliwa, malaika walikuja wakatangaza habari njema, na wakasema ya kwamba peace, goodwill to men. Kwa nini malaika wanasema hiyo? Wanakuja kutangaza ya kwamba uadui ambao ulikuwa katikati ya Mungu na mwanadamu, kwa kuzaliwa kwa Yesu, ule uadui utaisha. Na ndio maana pale Yesu kwa msalabani alifanya kazi ya upatanishi.
2 Corinthians 5 verses 19. For God was in Christ reconciling the world. Mungu alikuwa katika Kristo akiupatanisha ulimwengu kwake. Kwa hivyo Kristo ametupatanisha na Mungu. Sisi si maadui wa Mungu tena. Sasa anatuita marafiki wake. We are not enemies of God. We are his friends. We have been rejoined together. We have been united together with Christ. You are not an enemy of God. And why is that message important? Kwa sababu ukijua kwamba Mungu hana hasira na wewe, unakuwa na ujasiri wa kwenda kwake kumwomba. Ukijua kwamba Mungu anakupenda, unakuwa na ule ujasiri wa kumwendea. But if you know that somebody hates you na wanaongea mabaya juu yako, do you have the confidence kwenda kwa huyo mtu? No. But the confidence you're having why we should approach the throne of grace with boldness is because we understand God loves us. There is no enmity between you and God. God loves you. And how does he love you? He's not like man. God loves you unconditionally. That's what we call agape love. No string attached. He loves you the way you are. In that while you're still an enemy of God, in that while you're still a sinner, God loves you. Kama alikupenda kama ungali mwenye dhambi uchokoka, na leo umeokoka, anakupenda aje? Anakupenda zaidi. You have to understand that God loves you. But the 6 inasema kwa nini tushikilie ukiri huu? Who was faithful to him, who appointed him, as Moses was also faithful in all his house. For this one has been counted worthy of more glory than Moses. Inasmuch as he who built the house has more honor than the house. For every house is built by someone, but he who built all things is who? God. And Moses indeed was faithful in all his house as a servant, for a testimony of those things which will be spoken afterwards. But Christ as a son over his own house, whose house we are, if we hold fast the confession of the confidence and the rejoicing of the hope firm to the end. Wacha ni vunje haya maneno. Inasema ya kwamba Yesu alikuwa mwaminifu kwa yule ambaye alimchagua. Ndio vile Musa alivyokuwa mwaminifu kwa nyumba yake. Lakini nasema ya kwamba Mungu alimhesabia Yesu kuwa utukufu sana kuliko Musa. Kwa sababu gani? Inasema mstari ule, for this one has been counted more worthy and more glory than Moses, in as much as he who built the house has more honor than the house. Musa alikuwa kama nyumba, lakini anasema ya kwamba yule ambaye ni mjenzi ana heshima kubwa kuliko nyumba yenyewe. Na ukisoma Biblia inasema ya kwamba sisi ndio nyumba ya Mungu. Na nani amejenga hii nyumba? Ni Mungu mwenyewe. Na kwa nini inalenga Musa? Musa ndio alikuwa na utukufu. Ukisoma Biblia hii kwa mama ambaye imeandikwa, Musa hata na watu wote katika Biblia, hata Yesu, mtu ambaye alitenda miujiza mingi ambayo imenakiliwa kwenye Biblia zaidi hata Yesu vile imeandikwa. Si kwamba Musa alifanya miujiza kuliko Yesu, lakini mambo ambayo yameandika katika Biblia, Moses did so. Moses performed extraordinary miracles and so many miracles than any other person written in this Bible. So Moses was what? Glorious. Alikuwa na utukufu. Na Biblia inasema, nitasoma pale baadaye, hata huyu Musa angejitokeza akitoka uweponi pa Mungu akija mbele ya watu, alikuwa na utukufu kuliko watu wengine. Haungemwangalia. He was shining more than the rest. Moses was glorious. But the Bible says Jesus exceeds Moses in what? Glory. Na nita explain hapo mbeleni. Nasema kwamba Moses was a faithful servant. Musa alikuwa na utukufu kwa sababu alikuwa mtumishi mwaminifu. Lakini inasema kwamba Yesu naye alikuwa na utukufu zaidi kwa sababu yeye alikuwa mwana mwaminifu. Kuna mtumishi mwaminifu na kuna mwana mwaminifu. Those are two different words. We have a faithful servant and we have a faithful son. A servant serves the son. The son belongs to the house.
The servant does not belong to the house. Mtumishi anatumikia watu wenye nyumba, lakini mwana ni mtoto mwenye nyumba. Kwa nini Yesu ana utukufu mkubwa? Kwa sababu Yesu hakuwa mtumishi tu. Yesu alikuwa nani? Mwana wa Mungu. Na nilisema haya hivi pia, wewe kama Mkristo, wewe hauiti tena mtumwa ama mtumishi. Wewe umefanyika kuwa nani? Mwana. Na hii mstari inaendelea kusema hiyo maneno hapa. Inasema, but Christ as a son over his own house, whose house we are. Sisi ni nyumba ya nani sasa? Ya Mungu. Inasema hapa, inasema kwamba sisi tuko zaidi hata ya Musa. So Moses was serving as a servant, but actually the house as who? Sons. Na nimesema mbeleni ya kwamba sisi si watumishi wa kutumikia Mungu. Ndio watumishi wanafanya kazi ndio walipwe. Lakini mtoto wa nyumba, ye anapokea kila anachopokea, si kwa sababu amefanya chochote kizuri, ni kwa sababu amezaliwa katika hiyo nyumba. My dad is called Juma, and the inheritance I've received from my dad is not because I did anything good to my dad. It's not because I did that and that. It is because I was born in his house. I was born there. The father wewe kupewa urithi na Juma mimi nimepewa, si ya kwamba wewe ni mbaya, ni kwa sababu tu mimi nilizaliwa hapo, wewe ukuzaliwa hapo. Na ndio maana unapookoka unazaliwa katika ufalme wa Mungu. Waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa wana. Na unapokuwa mtoto wa Mungu, nini tofauti sasa na mtumishi? Mtoto wa Mungu licha ya matendo yake anapokea urithi. Vile wewe na wazazi wako. Unajua hata mtoto anaweza kuwa mbaya kabisa kwa katika familia, lakini wakati urithi inaanza kugawa, hakuna mtu anawachwa nje. Si kwa sababu ya tabia yako, ni kwa sababu ya kuzaliwa katika hiyo boma. Na wewe kama umezaliwa katika boma ya Mungu, wewe si kwa sababu ya matendo yako, ni kwa sababu ya kuzaliwa hapo. Ndio maana una haki ya kupokea chochote katika nyumba, kwa sababu wewe si mtumishi, wewe ni mwana. Na inasema hapo hivi, but Christ as a son over his own house, whose house we are, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm to the end. Sisi tushikilie hili tumaini mpaka mwisho. Ikiwa tutashikilia hii mpaka mwisho, na wakati hii Biblia inaandikwa inatia moyo wale ambao wanataka kukata tamaa kumshikilia Yesu. Na inasema kwamba shikilia mpaka mwisho, usipoteze lile tumaini. Hold fast, hold firm to the end. Shikilia mpaka mwisho. Because some people give up in life because of one or two things. You give up in life. Any person who has ever succeeded in life, if you ask them, they have failed many times. But when failing is not falling. They fail, but they wake up again and try it again. Mtu alikuwa anasema kwamba alishindwa mara nyingi, but every time he failed, he said, I thank God because I've learned one way of making this right. If you fail, haimaanishi kwamba umeshindwa kufaulu. Umegundua njia moja ambayo hauwezi kutumia kufaulu. So if you failed in business yesterday, it does not mean wewe hauna mkono wa biashara. Unajua kuna watu wengine wakifanya tu biashara kidogo ikifunga wanasema mimi sina hata mkono wa biashara. Na pengine hauku apply the principles of a businessman. You just learn. Uanze kujifunza kwa nini sikufaulu hapa, ni kwa sababu pengine nilifanya kitu ambacho si sawa. You try another method. That's why we're here to encourage one another. Don't give up. Shikilia. Usikate tamaa. Vijana mshikilie Yesu mpaka mwisho. Our labor in Christ is not vain. Serving God on this earth is not in vain. In this world, God will reward you, but even more in the world to come.
while you're holding on God, there is not any other person on this earth that can give you peace that you want in your heart. The only person that can give you peace is God. Your father and your mother cannot put peace in your heart, but God gives you peace. Jesus prayed and said, God, my peace, give them peace. My peace I give to them. No one else can be with you at any moment. When you're in the darkest hour, your father is not there, but God is with you. That's why David says, even if I run and build, make a bed in hell, the Lord God, you're there. What I'm coming to tell you, that even if you're in hell, like David, remember, God is there with you in that hell. Hell will not sweep you away. The Lord God is with you. Don't give up. Shikilia mpaka mwisho. Ulimwengu ambao tunaishi, watu wameingiwa na akili nyingi sana, na hii akili nyingi imewatoa kwenye maarifa. Lakini Biblia inasema kwamba kumjua Mungu ni chanzo cha maarifa. If you want to grow up in knowledge, know God. There is no life outside Christ, because those who have Him, they have life. If you don't have Him, you don't have life. So if you have life, be in Christ. He is the source of life. And when talking about life, He says, I'm giving you life. And this life is abundant life. And abundant means overflow. He's not just giving you a life to live by. He's giving you something overflow. Abundance means extraordinary. When people are living on the ordinary, 400 shillings for sukari, you are living extraordinary. Even if it is 1,000, you are an extraordinary person, because in Christ we can do all things. For with God nothing is impossible. Amen. Believe in God. Don't give up in God. Wakati uchumi unaharibika, sisi uchumi yetu ya mbinguni iko imara. Shikilia Mungu. Abundance means extraordinary, overflow, more than enough. God will give you more than enough. And that's why the book of Ephesians says that God does it exceedingly, abundantly, above all. Exceedingly, abundantly, above all you have ever imagined, above all you have ever asked. You know, when God comes, He does it exceedingly. What you've never imagined in your life, God brings it your way. Serving God is never in vain. We are His children, and His eyes watching over you everywhere you go. You know, when you are a son of the house, for example, our president William Ruto, si ako na watoto sasa, State House ni yao. Katikati ya watoto wa rais na askari ambao ni bodyguard, nani wa maana kwenye State House? Kwa sababu hawa ni watoto na hao wengine wanalinda watoto. Hao maskari wanalinda watoto kwa salama. Hako salama. Kwa hiyo watoto wana heshima kubwa kuliko hao nini? Maskari. Wanawashinda. Na kazi ya askari ndio kisha hao watoto wako salama. Na wewe ukiwa mtoto wa Mungu, Mungu pia ako na majeshi ya. Na kazi ya majeshi ya Mungu ambayo wewe umefanyika bora kuliko hao majeshi ambayo ni malaika. Kazi ya hiyo majeshi ni kuhakikisha kwamba wewe uko salama, kwa sababu wewe ni bora kuliko malaika. Niwaambia kwamba rais akienda mahali, rais washughuliki bodyguard wako wapi? Washughuliki, yeye ni kuondoka. Anapoondoka ni kazi ya bodyguard kuhakikisha kwamba rais wetu ako salama. Wana clear njia. Na ndio maana kazi yako kama Mkristo, kazi yako si kutafuta Mungu uko wapi, Mungu uko wapi, mimi uko wapi? Hapana. Kazi yako wewe ondoka, Mungu anasema kwamba amekulinda. Unapoondoka tu, malaika ambao wameshika doria, they clear the way. Leo ukikuja hujui nini tendeka kule njia, there was somebody that went before you and cleared the way. And that is why the Bible declares in Deuteronomy 28 verses 1 and 2 that in blessing I will bless you, and this blessing shall come upon you and overtake you. You know, the blessing of God goes ahead of you. You know, if you are a son of the house, tayari wewe unakuja mahali ambapo njia imeshafunguliwa.
haufungui mlango. And my prayer is this year, you are not going to knock any door. This year you are going to walk in a door that is already open. You know, when you're knocking a door, somebody can decide to open it or not. But before you come, the doors will be open for you. Because that's what God does for his children. Rais hakuji kwamba kwanza mngangana kufungua mlango kari yake. Kama ni security operation, alafu rais anza kufungua mlango yake, wewe kazi imeisha. Kazi ya security, wakiona rais anakuja, ama rais wanasimamisha kari na mara moja unaona ameshuka, amekimbia nyuma, amefungua mlango. That's how angels are serving you. That is how important you are. Haujifungulie, mlango inafunguliwa kwa niaba yako. And this is what is happening this year. So you are going to open doors. You are going to walk in a door that is already open. That's what God does for you. Because you are a son in the house. And Christ lives in you. In 2 Corinthians, as I connect that to what I'm saying in Hebrews chapter 3. Because Jesus is more, akona utukufu mkubwa kuliko utukufu wa Musa. Musa alikuwa mtumishi, Yesu alikuwa mwana. Na nimeleta hapo wewe pia ni mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. 2 Corinthians chapter 3 verse 7. But if the ministry of death, written and engraved on stones, was glorious, so that the children of Israel could not look steadily at the face of Moses because of the glory of his countenance, which glory was passing away, how will the ministry of the Spirit not be more glorious? So inasema ya kwamba kuna huduma wa nini? Wa mauti, ambao ulikuwa umeandikwa kwenye mawe, ulikuwa na utukufu ya kwamba wana wa Mungu wana wa Israeli wangeweza kumwangalia Musa macho kwa macho, kwa sababu ya utukufu ambao alikuwa nao unang'aa, ambao ni utukufu ambao ulikuwa unafanya nini? Unapita. Na wakati Biblia inasema ya kwamba huduma ya mauti ambayo ilikuwa imeandikwa katika mawe ilikuwa ni nini? Sheria ya Musa. Tunasema majina, utaiangalia utaona zaidi. The law of Moses was the one that was engraved on stones, and the Bible calls it what? The ministry of death. Na inasema ya kwamba hiyo huduma ya kifo ama mauti ilikuwa na utukufu fulani, lakini ule utukufu ulikuwa unapita. Yaani Musa alipewa uwezo wa kutawala katika ule utukufu kwa muda fulani mfupi, because his glory was having a deadline. Ulikuwa na expiry date. Ni kama ununue mkate leo imeandikwa expiry date tarehe 23. Kwa hiyo hata kama ni mkate kubwa wewe unakula ukiwa macho, ukiangalia hiyo tarehe, kwa sababu tarehe 23 ikikaribia itakuwa imefanya nini? Ime expire tarehe 23 kupita. Ukijaribu kula hiyo mkate inakuwa ni nini? Ni sumu. Kwa hiyo huduma ya Musa pia ilikuwa ni huduma ya mauti, na ilikuwa na utukufu fulani kwa muda fulani, lakini ilikuwa na date of expiry, because it was intended at one time it will pass away. And when was the date of expiry of the Mosaic law? When Christ died on the cross, alilia akasema sasa imekwisha. Na tunajuaje ya kwamba ni ule wakati hiyo huduma ilishia? Colossians chapter 2 verse 13. After wiping out, after forgiving us all our trespasses and wiping out the ordinances that were contrary to us and disarming the enemy. Unaona, ule wakati alikuwa msalabani, alifutilia mbali hiyo hati ya mashtaka ambayo ilikuwa kinyume nao. Na kwa nini huduma hii inaitwa huduma ya mauti? Musa alipopewa agano la kale, sheria, anaposhuka mlimani alikuwa amejawa na utukufu sana. Na kitu cha kwanza kufanyika, ilifanyika nini? Watu 3,000 walikufa siku hiyo. Immediately,
Imagine hata watu hawajawapesha leo wakasoma, lakini hivyo wanaabudu Mungu mwingine. Musa anaamrisha wafe. 3,000 people died. And that's why when we are preaching here, we are not carrying on the ministry of Moses. The ministry of Moses came to an end. Nasoma tena alafu sema machache alafu tufunge hapa. Inasema how will the ministry of the Spirit not be more glorious? Kwa hivyo huduma ya Musa, ule huduma mauti, inaitwa andiko. Lakini huduma wa Yesu unaitwa huduma wa Roho Mtakatifu. Acha nifundishe hapa kidogo. Tunaposema kuhusu neema, wakati mwingine kwa watu wengine ni kikwazo. Neema ya Mungu na Roho Mtakatifu hawana tofauti. Maana ya neema ni uweza wa Mungu unaofanya kazi yako pasipo kutegemea wewe. Na Roho wa Mungu anafanya kazi gani? That's also the work of the Holy Spirit. The Holy Spirit's God's ability working in you. Meaning ya kwamba you cannot do it, but the Spirit of God works in you. Na ndio maana Yesu anapokuja inaitwa nini? Huduma wa Roho. So the Spirit is the one that is at work. Labi inasema for the ministry of condemnation had glory. The ministry of righteousness exists much in glory. Musa anaitwa huduma ya mauti, huduma ya nini? Hukumu. Wakati wowote kama nashikilia kuhubiri sheria ya Musa, kitu nafanya, unaua watu na unahukumu watu. And one thing I have come to learn these days, watu wanapenda kwenda mahali ambao wanaambia nyinyi ni wajinga, nyinyi hamsaidi. Watu wanapenda sana hiyo. Kama unaona hiyo, mahali ambapo watu wanachukuliwa kama si watu kitu ya maana, hapo ndio watu wanapenda kwenda, hapo ndio wanajaa. Mahali wanatukanwa, wanashushwa chini, people want to be there. Anaangusha chini mtu ajali, hata wewe umetoka nyumbani umevaa vizuri, anakusukuma tu na anguka chini kwa vumbi. Watu wanapenda hapo. That's the ministry of Moses. But I don't know why people like such things. Wanapenda mahali penye utakuwa condemned. Wewe ni bure tu. Wewe ni kama mdudu. Wewe haustahili. Wanataka hapo. Wewe ni mwizi. Umeibia Mungu. Unataka hapo penye unaitwa mwizi. Wewe umelaaniwa. Hapo ndo unataka. Lakini mahali ambapo unaambiwa jinsi ulivyo katika Kristo, watu wengi hawataka. But I decided in my heart, I will never bend the gospel just because of the demand of the people. I have to defend the gospel, preach the truth till the end. God is not a Democrat. God is not following the majority. Mungu anasimama na principle yake ambayo ni neno lake. So whether many people want to hear the message or not, we will stand with the truth. We are not standing on the glory of Moses. The glory of Moses expired. We have the glory of Calvary. The Bible says we have come to Mountain Zion. We are not on Mountain Sinai, where when Moses came down from the mountain, 3,000 people died. For the letter kills, the law of Moses kills, but the Spirit gives life. Because you said, I am the way, I am the truth, I am the life. That is why we preach Jesus. When you come to Him, you have life. When you come to Moses, you have death, you have condemnation. Jesus is more glorious. Why do we follow Jesus and not follow the man of God? Why do we follow the man of God? And why should we follow Jesus? Men of God have an expiry date. Wale wanasikia wanavuma, wanangusha watu, wanauza maji. Their time on earth is limited. They have a glory that is passing away. One day they will go. Kama umeshikilia hapo, wewe umechunganisha na huyo mtumishi wa Mungu, one day they will die. When they die, you die. But why should we hold fast on Christ? He lives and he lives forevermore. He does not die. Our hope is in Him. When the man of God is
gone so many days, Jesus is still here. The same yesterday, the same today, and forever. Why should you believe in a person that is passing away? Why don't you believe in a person that is forever? That's why I don't bring you to me. Don't believe in Pastor Mark. Believe in Jesus. Hata kuna msemo mwingine watasema, umejua, I believe in myself. You know, that's not the Bible. That is human wisdom. You know what? I believe in myself. That's not the Bible. You have not believed in yourself. You don't believe in yourself. Believe in Jesus. Because hata wewe mwenyewe hawezi kusaidia. Because the ability you have, you are only given by God. Jesus is more glorious. Then nasema ya kwamba, for what was passing away was glorious, what remained is more glorious. Therefore, since we have such hope, we use great boldness of speech. Hata wale ambao na later in our context today, wale ambao unaona wamesoma mwalimu wa Musa pia wana utukufu. Wana utukufu, lakini utukufu unafanya nini unapita? Si hata miujiza wanafanya. Kwa sababu kuna utukufu la miujiza watafanya. Lakini the miracles are for a limited time. And that is why we're not putting our hope on this man. They can do miracles. They have some glory. Watu unafikiri wanaenda walikuwa na kina Shakahola wanaenda Mombasa, wanaenda kwa sababu gani? Sababu some glory. Na utukufu mwingine ni ile ambayo ni ya ujinga. Unasikia mtu anasema kwa imagine, huyu akisimama tu akifanya hivyo watu wote tunaanguka chini. Sasa ukishaanguka chini so what? Wakristo tu eleruke. Hata akifanya tu hivi kila mtu amefanya nini? Ameanguka. Ni utukufu fulani lakini unapita. Niliwaambia hapa kuna wakati leo somewhere in Kuruini, some time back with students. Tukaingia kwa church. Some people. Tukaingia kwa church fulani, mtumishi wa Mungu alikuwa ametualika. Sasa baada ya kuingia, unajua kawaida mkiingia kwa kanisa nyinyi wageni wako na ofisi tukapeleka tukakaa kwa ofisi for some time. Tukingojea tukuje tukuliwe tuende kwa main service. Sasa tukikaa hapo, unajua kawaida wa ndugu wakitoka kwa nyumba hawajiangalia vizuri. Alipofika hapa akaangalia, nimeparara sana, mikono iko na vitu vya white. Na kwa meza ya mchungaji kulikuwa na nini? Na mafuta. Sio huyo ndugu akachukua akachipaka mafuta angalau akue mzuri, aonekane vizuri. Sasa wakati tukachukuliwa tukapeleka church. Tukaanza kusalimia, nikasalimia tena nikasalimia lakini huyu ndugu alijipaka mafuta. Aliposimama akasema Bwana Yesu asifiwe. Imagine watu wote church walianguka chini. Wote. I'm telling you the truth. Watu wote walianguka chini. Sasa vile kwa ameanguka chini mchungaji akarudi nyuma kwa sisi. Lazima mambo mwenyewe ndafanya nini? Baada kushughulikia watu tuko kwa ofisi. Anapotulisha kwa ofisi tunawacha watu wameanguka. Anaanza kutuuliza. Nyinyi mkaja kwa nyumba ya mtu hamwezi kuuliza maswali. Wewe, yaani mlijipaka hii mafuta. Mlijipaka hii mafuta. I tell you we were deported back to Nairobi immediately. Tulipitia kwa mlango wa nyuma back to Nairobi. Mmoja tukiendelea hapa tukiharibu biashara yake. Kwa hivyo tulichukuliwa tuende. Wewe wakati unafurahia watu wanaanguka unafikiri nguvu ya Mungu, ni kumbe ni mashetani. Mtu amepelwa. No. Umeona sasa kwa TV. Unaona mtu anahubiriwa, baada ya kuombea anaombewa hapa kianguka chini, unaona kama ni apostle fulani hawa watapeli wako na spray. Wana spray mtu. Umeatuliza nini? Why do they spray people? Ukisubaka utaki kuanguka unaona utapulizwa na spray fulani. Mnaona hiyo TV? Chawi. Unaniheli so chemicals. Sina confused na kwa unconscious naanguka chini. Afi nisema huyo mtumishi wa Mungu. Imagine ukifika tu hapo naanguka chini. Wewe unataka mali itaenda kuangushwa. Mimi kuna makasa mengine nimesema siwezi kwenda kwa sababu ukienda utaangushwa by force. Alikisema wewe ni mbaya, alisema ni mgumu. Sababu nimeona mmoja mtu anasema yeye ni mgumu. Anakuambia wewe unataka kufanya mgumu, unakula ngumi saa hiyo na utawekwa chini. Unataka kwenda mahali utapigwa ngumi. Nini ni wabaya ni mbaya wa Kristo. Upigwe ngumi uanguke chini baada ya kuanguka chini so what? That glory is passing away. Believe in Christ. Wacha madoido mingi. Wengine wako na pete za ajabu, naona mtu ako na pete hata 5. Ni apostle. Za nini? Amenunua some powers. Itapita tu. We have seen those apostles die mysteriously. Their time is limited. And that is why we are here
in KCC, in Nairobi, and in the world. Our work is to put out those people out of business. They cannot continue cheating the children of God. People ambao hawajui chochote, wanadanganywa, wanaumizwa. When we see how people have been buried in Shakahola, it's because these people are ignorant, they don't know who they are. Na kama uko hapa, uko in church, hope up, please stop it. What you need is God. You don't need a touch from the man of God. You need a touch of Jesus. He's more glorious. Amen. It's amazing people can't even give an offering. Rais, kwa kanisa lingine kaambia kwamba hapa hivi utahubiri, utatumia nini kuhubiri? Ujinga wa shetani. Lazima ubebe mchanga, ubebe kitambaa, ubebe tu, lazima uwe na kitu ambao utatumia kutapeli watu. Kwa sababu kitambaa itatumika kuchanga pesa, by the way. Hiyo mchanga itatumika kuchanga nini? Pesa. Watu huko wanatoa pesa na unaona watu wako na billions, lakini mahali ambapo usurudishi, you can't even give an offering. I tell you, I see Christians who are poor, but they can give thousand to this man of God. They are buying some holy water from somewhere else. Sikatai maji yanatumiwa, but water in the Bible, anointing oil was never sold. When Paul prayed for people with handkerchiefs, he never sold anything. Peter hakuwa anasema mahali ya kwamba sasa saa 6 nitakuwa nimesimama kwa njia ya kuingia KCC. Kiburi yangu itakuwa imeangalia pale fulani. Yeyote ambaye anakuja na mbegu ya shilingi 3,000, ukipita tu na unapokea muujiza. Peter hakuwa anafanya hivyo. But people are willing to do this nonsense because they don't see the superiority of Christ. Why do we go to Nigeria? Why do we go to a certain town looking for men of God? Because we think the man of God is superior than Jesus. They have a glory that is passing away. Amen. Hata wale ambao umesikia unasema ya kwamba sitakufa, mimi nitachukuliwa tu. Tuko hapa na wewe, utasikia wamekufa. Kuna wengine wamekuwa brainwashed, mtumishi wao ameambia yeye hatakufa. Yeye kama atakufa, pengine aenda wawe kule nini? Jerusalem. Na mwili wake utakapo siku 3 alafu atafufuka. Hao watu wengine hawa wa repentance. That's what they believe. Being brainwashed. And a person who can easily be brainwashed is a person that is not having an open mind. Wewe kila mtu anakuambia chochote chukua, I receive. You receive everything. Lakini mtu ambaye hawezi kuwa brainwashed, mtu ambaye ako na knowledge. Mtu akileta kitu, you are at a point where you can challenge and think. And that's why as a church I tell you, think, use your mind. God gave your mind. Mtu asikwambie tu kitu sema amini haraka. Check. Iko sawa ama bana. Haijalishi anasema kwa sauti kali, kama ni mbaya kataa. I'm finishing one person. As another person in our former church, in a church somewhere where I was. He came from Tanzania. Na akapata one of our brother who had lost his child and a brother in a road accident. Sasa sijui nani alimwambia. Unajua wachungaji ni watu wa ajabu. Bila akikuja mgeni anamwambia, huyu ndugu mwenye unaona anacheza keyboard. Anamwambia kule kwa ofisi, mwenye unaona anacheza keyboard. Huyu ndugu anakuanga na pesa sana, lakini hatoi fungu la 10. Bila roho Mungu anakupatia kwa hekima yenye utakuwa nayo uone vile utapitisha hiyo hapo ndio hata kutoka. Hiyo ndio ubiri wewe unafanyanga by the way. Unakalisha unapewa information. Na nafikiri huyu jamaa alipewa hiyo information. Na alipokuwa na ubiri akafika mahali akaambia ndugu ya kwamba anapoanza kufanya prophecy akasema kwamba wewe ndugu simama. We not mention his name. Some of you know him. Kwa sababu hautoi fungu la 10 kwa hii kanisa na wewe uko na pesa, na ndio maana ndugu yako na mtoto wako alikufa kwa ajali barabarani. I thank God because of that brother. Mimi nilikuwa nimemfundisha injili kidogo. Alisema that is a lie mbele ya watu. Anaambia mtumishi wa Mungu, that is a lie. My God loves me so much, he cannot kill my daughter and my brother on a road accident because I don't tithe. And he left the church. And that was the beginning of the troubles in that church. Because the true prophet of God edifies the church. Kanisa lianza kuporomoka kuanzia hapo kwa sababu ya ule uongo.
Mungu hawezi kuja kuwa mtoto wako ama arrange a road accident because you're not a good giver. God loves you, is giving an opportunity, and in a loving way he uses his word to rebuke you, not kukupiga kiboko ya magonjwa. God loves you. Sickness is from the devil. Accident is from the devil. It's not from God. Why every good and every perfect gift comes from God? Kwa nini ndugu angekubali kuwa brainwashed? Unajua kama angekuwa mtu ambaye hajui neno, hiyo siku angekibika kwa panga account yake yote atoe pesa hiyo. Mungu ameniona kweli, kwa kweli, kwa kweli. Hey, man of God, you have said the truth. You have said the truth, the truth, the truth. But this man was full of knowledge. Usitapeliwe. Sababu kile atakuona anajua mambo yako kabisa. Inaitwa familiar spirit. Sio unaishi balozi. Na ulipokuwa unatembea kwa njia kuteremka hapo chini, kuna mtu alikuja na motorbike. Nisema ndio mtumishi wa Mungu. Na alikuwa karibu akukonge. Na Mungu ananiambia kwamba alikupatia chance ya kuishi tena. Ni kwa sababu wewe umekuwa usikii sauti ya Mungu. Wakati watu wanafanya mambo ya utoaji, hautoi, lakini Mungu akasema ya kwamba umepewa an opportunity again. And the opportunity ambayo uko nayo is between life and death. Mungu anataka umjengee madhabahu. Hawa anakuja kwa jehi. Na ukiangalia kweli kulikuwa na mtu karibu akunga na bikibi. Na una connect na hizo za kweli, lakini huyo mtu ni mwizi. Yeye kujenga madhabahu, unafikia kujenga madhabahu. Mbona kama ni kujenga madhabahu usikuje tu na mawe na simiti alafu anza kujenga? Umewahi ona watu wakifanya hivyo? Hiyo kujenga madhabahu ni terminology ya wezi. Ni pesa yako anafanya nini? Anataka. Msikubali. Na ndio maana tutawafundisha, na niliwaambia kwamba mimi pale kujua neno la Mungu na wewe. Niko naenda mahali pengi watu wanahubiri neno la Mungu. Lakini yule mhubiri anaanza na muone tuko umbali. Huyu huenda ataniibia. Sasa kama uko na pesa yako weka vizuri. Unaona vile anakuja kabisa, anakaribia, unajua huyu ni mwizi. Na kama hujui neno la Mungu, na tell you, utatoa yote, hata kama uko na pochi utakuja kumwaga kwa miguu yake, I tell you. Lakini kama neno la Mungu liko ndani yako, hauwezi ibiwa. Neno liko ndani yako, upendo wa Mungu utakusukuma kutoa. But not manipulation. Why I'm saying this one? Our focus should be on Jesus. He is more superior than any pastor you have ever known. More superior than any bishop. That's why I tell you, when you go out, never say, Pastor Mark alisema. Always say, the word of God says. Huh? Kuna makati mengine mimi naishi na mtu mwingine karibu huko moja. Kutana mami alisema, kuna watu wengine mami daddy. Hizo vitu ni uongo ujio wa shetani. Aseme vile Biblia inasema mami alisema. Imagine mami ameenda US. Na ndio ngeka mama wako, imagine mami alipokuwa anakuja alirudi na mitambo mikubwa. Imagine daddy. Hizo vitu ni ujinga. Jesus is superior than any man of God. These men of God have an expiry date. One day they will go. Believe in God. Jesus is superior. Sunday. Check 1 2. Situpige makofi tena. Situpige makofi. Thank you so much. And ukienda kwa WhatsApp, I don't communicate. Mimi si hata pastor anajua. Yes. Did I communicate? No. I don't. Hata ukienda kwa Facebook ingine mimi siongeani. I don't come here because of friendship. I come here because of the right doctrine. Amen. Usikuja hapa juu mchungaji, kuja hapa kwa sababu ya neno la Mungu. Amen. Sijasema kwa communicate ni vibaya. Yes. It is good. Yaani nakuonyesha you are in the right place. Amen. Usikuje hapa ndugu ya fulani, na ndugu huyo fulani siku moja atakusukuma hivi ama akose kukupea ile kitu. Utatoroka kanisa. Utaenda. Mimi siwezi toroka kanisa juu ya mtu.
kwa sababu nilikuja kwa sababu kuna mafundisho ya kweli. Kwa hivyo mimi huwezi kunishake. I come because of right doctrine. That's why you see people even run away because some other. Naona mimi hata ukinifanyia vibaya mimi siwezi kosa kuja, nitakuja tu kwa sababu mimi ninajua nakuja hapa ndio neno la Mungu ndio la kweli. Amen. 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 Na hapo umefundishwa kitu mzuri, si ni kweli? So try to come and anakufundisha kitu mzuri. Pale utakoniwa. Unashinda umuombeshwa mpaka asubuhi mpaka jioni. Mungu anasema nini? Mungu anasema anakupenda. Amen. 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 And God loves you unconditionally. Anakupenda. Na nimefurahia na hilo neno. Sasa hatuwezi koniwa. Au usiende kukoniwa huko. Wewe umeshajua neno. And bila kupoteza wakati nitashukuru tu tena ya mwisho, alafu tuseme may the grace and also we depart, we come on Sunday. Na tusisahau about the one that we have been told about rent. Kama una ile pesa bado, you continue contributing, do the work of